Sina kucha na maji chafu. Kuna mambo mengine unayakumbuka, halafu moyo wako unakataa kuyaamini. Unajiuliza, hii ni kweli ilitokea kwangu? Kwa sababu, ukikumbuka tu vizuri, unahisi kama ulikuwa unaishi maisha ya ujinga bila kujua. Mimi sikuwa mtu wa kupika nyumbani. Si kwa sababu nilichukia kupika. Hapana. Ni kwa sababu mimi sikujifunza. Nilizoea tu kula chakula kilicho tayari. Nilipokuwa mdogo, mama yangu alikuwa ananiita mara nyingi. Njoo ujifunze kupika, lakini mimi nilikuwa nakataa tu. Nilikuwa naona kama ni kazi ya kuchosha. Nilikuwa nasema tu, nikiwa mkubwa, nitakuwa nakula tu hotelini. Na kweli hivyo ndivyo nilivyokuwa. Nilipofika chuo, nilijaribu kupika mara moja tu. Chakula kikaungua vibaya sana. Nikachekwa na marafiki. Na hapo, nikasema tu moyoni. Hii, si yangu. Baada ya hapo, maisha yangu yote yalikuwa rahisi. Asubuhi nakunywa chai nje. Mchana nakula kwa mgahawa. Jioni, nachukua chakula cha kubeba tu, take away. Hata nilipoolewa, hakuna kitu kilibadilika. Tulikuwa tunaishi maisha ya kula nje tu. Na kwa kweli, mimi nilikuwa nafurahia. Mimi sikupenda kuchoka. Hakuna vyombo vingi vya kuosha, hakuna jiko chafu. Maisha safi tu mpaka nilipopata mtoto wangu, Dora. Dora alikuwa mtoto mzuri sana. Mtulivu, mchangamfu. Lakini kuna kitu kilianza kunisumbua pole pole. Alikuwa anaumwa mara kwa mara. Leo anaumwa tumbo. Kesho anatapika. Kesho yake anaonekana dhaifu. Nilimpeleka hospitalini mara nyingi. Walikuwa wanamchunguza, wanampatia dawa. Anaimarika kidogo. Baada ya siku chache, tunarudi tena pale pale. Na hiyo hali ilianza kunifanya niwe na wasiwasi. Siku moja, mume wangu aliniangalia akaniambia, hii si kawaida, lazima tuko na kitu. Nilikaa, nikawaza, nikajaribu kukumbuka kila kitu. Ndipo nikaanza kuona vitu vya ajabu. Mara nyingi, Dora alikuwa anaumwa baada ya kula nje, lakini si kila mahali. Kulikuwa na mgahawa moja, ambao tulikuwa tunapenda sana. Ulikuwa safi, ulipangwa vizuri, wahudumu walikuwa nadhifu, na chakula kilionekana kizuri sana. Watu walikuwa wengi kila wakati, watoto walikuwa wanapenda sana kwenda pale, na hata Dora alipenda kule, lakini pia hapo ndipo alianza kuumwa zaidi. Siku moja tulikuwa tumekaa pale kama kawaida. Mimi na mume wangu tulikuwa tunazungumza, lakini Dora alikuwa kimya. Nilimwangalia, alikuwa anachanganya chakula tu bila kula. Mbona huli? Mimi nikamuuliza. Aliniangalia pole pole. Mama, tumbo yangu inauma tena. Nilinyamaza, sikumkemea, sikumlazimisha kukula. Ndani yangu kulikuwa na kitu kinanisukuma. Nilisimama pole pole, nikawaambia, hebu naondoka kidogo. Lakini sikuenda sehemu niliyosema. Nilielekea nyuma, sehemu ya jikoni. Nilijua si ruhusa kuingia kule. Lakini siku hiyo sikujali. Mlango ulikuwa umefungwa kidogo. Niliusukuma tu pole pole. Harufu iliyonipata ilinifanya nisimame hapo hapo. Haikuwa harufu ya chakula kizuri. Ilikuwa harufu ya uchafu. Na maji yaliyooza. Na kitu kisichoeleweka hata. Nilitazama chini. Sakafu ilikuwa na maji machafu. Mabaki ya chakula yalikuwa kila mahali. Kulikuwa na nzi wengi sana. Wanaruka juu ya nyama. Juu ya vyombo. Juu ya chakula kinachopikwa. Nilihisi kichefu-chefu. Lakini bado niliendelea kuingia ndani tu pole pole. Ndipo nilipoona kitu ambacho sitakisahau maishani mwangu. Kulikuwa na ndoo ya rangi ya blue. Ilikuwa imewekwa pale pembeni. Ndani yake kulikuwa na maji ya rangi ya kijivu. Yenye povu juu yake. Na kulikuwa na mwanamke mmoja alikuwa anachota yale maji na kuyamimina kwenye sufuria. Nilimwangalia kwa mshangao. Unatumia maji gani hiyo? Niliuliza. Aliniangalia kama vile ni swali la kawaida. Akasema, haya ni maji ya kuosha watoto. Nilihisi kama sijamsikia vizuri. Maji ya nini? Akasema tena kwa utulivu.
maji ya kuosha watoto. Tunachukua kutoka daycare hapa nyuma. Mwili wangu ulitetemeka. Mnakunywa hayo maji? Akatikisa kichwa kidogo. Akasema, hapana, tunaichemsha. Hakuna shida. Nilihisi dunia inazunguka. Maji ya kuosha watoto, maji yenye sabuni, maji yenye uchafu. Ndio yalikuwa yanatumika kupika. Ndio tulikuwa tunakula, lakini bado kulikuwa na kitu ambacho sikuelewa. Kwa nini mtumie hayo maji? Niliuliza tena. Yule mwanamke alicheka kidogo. Akasogea karibu na mimi. Halafu akasema kwa sauti ya chini, unajua kwa nini watu wanapenda kula hii chakula? Nilimwangalia kimya. Akasema, hii maji inawafanya warudi tena. Nilihisi hofu. Unamaanisha nini? Nilimuuliza. Akasema, watoto wanapenda sana hii chakula, wanarudi. Wazazi wanawaleta tena, biashara inaendelea. Nilihisi kama moyo wangu umesimama. Sikusema kitu kingine. Niligeuka na kutoka. Nilirudi mezani. Dora aliniangalia akasema, mama, unaenda wapi? Nilishika mkono. Njoo tuende nyumbani. Hatukumaliza chakula. Tuliondoka. Usiku huo, Dora alitapika sana. Na mimi sikulala hata kidogo. Nilikaa karibu yake. Nikimwangalia. Nikilia kimya kimya. Na kwa mara ya kwanza, nilihisi uchungu wa kweli. Kwa sababu nilijua, nilikuwa nimechangia mateso yake. Asubuhi ilipofika, nilijua lazima nibadilishe kila kitu. Nilienda dukani, nikaanza kununua chakula. Sikujua kupika vizuri, lakini nilijifunza tu pole pole. Siku ya kwanza, niliharibu. Siku ya pili, nikajaribu tena. Pole pole, nilianza kuzoea. Na siku moja, Dora akaniambia, mama, chakula yako ni kitamu. Nilitabasamu, lakini ndani nilijua ukweli. Sio kwamba yangu ilikuwa tamu sana. Ni kwamba ile tulikuwa tunakula kabla, haikuwa salama. Na wewe unaisikiliza hii, kabla hujakula nje, kabla hujaamini kile unachokiona. Jiulize tu swali moja. Unajua kinachopikwa nyuma ya pazia? Kwa sababu wakati mwingine, kinachokuvutia sio chakula. Ni kitu ambacho usingependa kujua. Unajua kitu cha ajabu kuhusu ukweli? Ukishaujua, huwezi tena kurudi kuwa yule mtu wa zamani. Siku ile nilipoona yale maji, maisha yangu yalibadilika kabisa. Siku zilizofuata, sikuweza hata kupita karibu na ule mgahawa. Kila nikipita tu, nilikuwa nahisi kichefu-chefu. Na bado, kitu kilikuwa kinanisumbua ndani. Swali moja tu, ile sehemu bado iko wazi. Kwa sababu ukweli ni huu, nilikuwa nimetoka pale, lakini watu wengine bado walikuwa wanaingia tu huko. Watoto wengine bado walikuwa wanakula pale, na hilo wazo lilikuwa linaniuma sana. Siku moja nilimwambia mume wangu kila kitu, kila nilichoona, kila nilichoambiwa. Alikaa kimya kwa muda mrefu, halafu akasema, hii si kitu ya kuacha tu hivi. Tufanye nini? Mimi nikamuuliza. Akasema, tunaweza kuripoti. Lakini mimi nilihisi hofu. Na kama watakataa, ama hata hakuna mtu atatuamini. Kwa sababu ile mgahawa ilikuwa maarufu sana. Watu waliipenda. Na unajua vile watu wanakuwa. Watu wanaona kitu kikiwa kizuri mbele, hawaulizi kinatoka wapi. Mume wangu aliniangalia akasema, basi hata kama hakuna mtu atasikiza, sisi tutajua tulijaribu. Nilinyamaza. Siku iliyofuata tulirudi pale, lakini safari hii sikuenda kula. Nilikuwa nje kidogo nikitazama watu wanaingia. Kulikuwa na mama mmoja. Ameshika mtoto wake mkono. Mtoto alikuwa anacheka, anavuta mzazi wake aingie ndani. Nilihisi moyo wangu unakazwa. Nilitaka kumwita nimwambie, usiingie huko. Lakini sikuweza. Kwa sababu, ningeanza kusema nini? Chakula chao kinapikwa na maji ya kuosha watoto. Hata kama ni mimi ningeambiwa, singeamini mara ya kwanza. Sasa ungeamini aje mtu mwingine? Tuliamua kuingia ndani. Wahudumu walitukaribisha kama tu kawaida wakicheka, wakiwa nadhifu. Kila kitu kilionekana sawa na hapo ndipo nilielewa kitu kingine. Uchafu hauonekani mbele, unajificha kule nyuma.
Tulikaa mezani, tukaagiza chakula kawaida tu, lakini akili yangu haikuwa pale. Nilikuwa natazama kila kitu kwa macho tofauti. Niliona mtoto mmoja anacheka akila. Niliona mama yake akimlisha na ndani yangu nikasema, hawa hawajui. Chakula kilikuja. Nilikiangalia kilionekana kizuri tu kama kawaida. Lakini sasa mimi nilikuwa najua na kujua kulifanya kila kitu kionekane tofauti. Mimi sikukula hata kidogo. Mume wangu pia hakula. Tulisimama, tukaondoka na safari hii hatukwenda nyumbani. Tulienda moja kwa moja hadi kwenye ofisi ya afya. Nilikuwa na hofu, lakini pia nilikuwa nimechoka. Nilichotaka tu ni kusema ukweli. Tulipofika, tulielezea kila kitu kwa kina, bila kuficha. Mwanzoni walituangalia kama hadithi, lakini tulipoendelea walianza kuchukua mambo kwa uzito. Wakatuuliza maswali mengi. Uliingia mpaka ndani? Uliona wakitumia hayo maji? Uliambiwa nini haswa? Nilijibu kila kitu na hatimaye wakasema tutaenda kuchunguza. Siku hiyo nilienda nyumbani nikiwa na mchanganyiko wa hisia, hofu, tumaini na pia mashaka kwa sababu mimi sikujua kama kweli kitu kitafanyika. Siku 2 zilipita, hakuna kilichotokea. Siku ya 3 nilipokea simu. Mama Dora, ndiyo, tafadhali njoo ofisini. Moyo wangu ulianza kupiga haraka. Nilipofika waliniangalia wakasema, ulikuwa sahihi. Nilihisi mwili wangu unatetemeka. Tumepata ushahidi mwingi sana. Waliniambia walipata hali mbaya zaidi kuliko nilivyoona. Sio yale maji tu. Kulikuwa na chakula kilichooza, nyama isiyofaa na uchafu na ile daycare ya nyuma ilikuwa ukweli. Maji yalikuwa yanachukuliwa pale. Nilihisi kama machozi yananitoka. Lakini pia nilihisi hasira. Na watu walikuwa wanakula hii kila siku. Nilisema kwa sauti ya chini. Wakasema tumeifunga ile sehemu mara moja. Nilikaa kimya. Sijui ni furaha ama ni huzuni nilihisi. Kwa sababu ukweli ni huu. Ilikuwa imefungwa. Lakini uharibifu ulikuwa tayari umefanyika. Watoto wangapi walikuwa wameathirika? Watu wangapi walikuwa wameugua bila hata kujua sababu? Na Dora, nilimwangalia siku hiyo jioni. Alikuwa anacheza, ana nguvu, ana furaha. Na hapo ndipo nilijua, nilikuwa nimefanya kitu sahihi. Lakini pia nilijifunza kitu cha muhimu zaidi. Sio kila kitu kinachong'aa ni safi. Na sio kila chakula kizuri kwa macho ni salama kwa mwili. Tangu siku hiyo, sikuwahi tena kula nje ovyo. Na Dora alipokuwa kidogo, nilimfundisha kupika. Pole pole tu, kwa subira. Na siku moja aliniuliza, mama, mbona hupendi kula kwa hoteli sana? Nilitabasamu kidogo, nikakaa karibu na yeye. Nikamwangalia machoni na nikasema tu pole pole. Kuna vitu vingine, ni bora usivijue ukiwa mdogo. Lakini siku moja, utajua tu. Na wewe unaisikiliza hii, usingoje mpaka uone kwa macho yako. Wakati mwingine, kujilinda ni kuanza kuuliza maswali mapema. Kwa sababu nyuma ya pazia, kuna mambo mengi sana. Na si yote ungependa kuyaona.